Dada. Samani. Na kwa kipindi hiki nitakuwepo sana. Kwa hiyo tutaendelea kuonana sana. Vipi? Nilikuwa nakuzingua tu. Kumbe muoga sana. Ila bravo na wewe. Siku nyingine usirudie tena. Mimi sio unajua. Dada. Samani. Mimi nimetoka zangu ndani, nimekuja nje kumwaga maji machafu. Sikujua kwamba umeshafika. Nisamee dadangu. Mimi sikujua kwamba ningekumwagia maji. Pole. Moyo unavuja damu mbele yako. Umekuwa msumari mchungu. Maneno yako ni makali, yananikata kama kisu kikali. Siwezi kupumua tena hapa. Kwa nini unanichukia namna hii? Kwa nini unanichukia namna hii? Upendo umepotea kabisa. Uchungu tu, uchungu tu, uchungu tu ndani ya nyumba. Ole wangu, huzuni tele. Nilisahau kukuambia. Bibi leo asubuhi amesafiri. Ukiwa unaamka, msalimie bibi kabla hujatoka. Unapenda ukiamka tu unaondoka. Kama hivyo hujui kama bibi kasafiri. Sasa dada, wewe mwenyewe unajua. Yaani mimi nikiamka zangu asubuhi, siwazi kitu kingine zaidi ya kuanza kuingia zangu shambani nichume mboga haraka niende kuuza. Sasa mimi sijajua hata kama bibi ameondoka, lakini hata kama ameondoka sio kesi. Kwako inaweza ikawa hamna shida. Ila kwenye maisha ya kawaida, unapoamka asubuhi, mjulie mtu hali. Unaweza ukaamka ukaenda kuuza mboga, umemwacha bibi kitandani anaumwa. Alafu unakuja unakuta majirani ndio wanamsaidia bibi. Hiyo tabia mdogo wangu sio nzuri. Hata kama ni kweli tunaenda kuuza mboga, lakini tukiamka asubuhi tumsalimie bibi kwanza. Sio nini mdogo wangu? Yaani hiyo tabia yako unatakiwa uiache kabisa. Alafu nikwambie kitu. Kipindi ambacho bibi hayupo, tunatakiwa tufanye kazi kwa bidii sana. Ili bibi atakaporudi aweze kukuta pesa, aende akalipe ule mkopo. Ushaanza sasa maswala kusoma risala lako. Hebu nisikilize. Mimi hapa nilipo nina njaa. Sasa wewe kama unaendelea kusoma risala lako, endelea kusoma hapo, mimi utanikutia nyumbani.